Akasema, naona kama mimi sina umuhimu kwa Samson, ndo sababu amekupigia wewe kuulizia kuhusu tulipoenda. Sheila aliongea kiutani. Rashidi akacheka na akasema, hapana, usiwaze hivyo, ila kwa kuwa mimi ni baba mkubwa wa Alice, ndo sababu baba yake amenipigia mimi. Basi ilikuwa ni utani tu, huku safari ikiendelea. Walifika katika nyumba fulani yenye geti kubwa. Rashidi akapaki gari nje ya geti hilo. Sheila akamshukuru Rashidi, asante shemeji, na kisha akafungua mlango na akashuka kutoka kwenye gari. Rashidi akawasha gari na kuondoka, huku Sheila akiingia ndani ya nyumba hiyo. Majira ya usiku, Rashidi akiwa ndani ya chumba kizuri chenye kitanda kikubwa sana. Alikuwa peke yake. Alisimama karibu na dirisha, akafunua pazia na akawa anatazama nje, huku mkononi akiwa ameshika glasi ya kinywaji. Kwa kuwa chumba hicho kilikuwa juu ghorofani, Rashidi aliweza kuona mazingira ya nje, taa nyingi zikimulika kila sehemu ya jiji. Rashidi alitazama. Akiwa pale, kumbukumbu ya sura ya binti Leila ilimjia akilini mwake. Walivyokuwa shule kumpeleka Alice, Leila aliwapokea vizuri sana. Rashidi akajisemea moyoni, kuna haja ya kumtafuta huyu mwanamke, kwa gharama yoyote inabidi nimpate. Rashidi aliongea moyoni, huku akinywa kinywaji chake na akizidi kutazama nje kwa kupitia dirishani. Rashidi ni mwanaume mwenye pesa, lakini ana siri kubwa ambayo watu wengi hawaijui. Sasa anataka kumfuata Leila kwa gharama yoyote ile. Je, ni kwa nini? Usikose sehemu inayofuata. Mimi ni mwandishi na msimuliaji wako Maila. Napatikana WhatsApp kwa namba 0769042423. Pia nakusihi usikose kusubscribe channel yangu ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo wa simulizi hii na zingine. Pia comment na like itanipa nguvu zaidi ya kukuletea kazi bora na nzuri zaidi. Asanteni, bye.